Kuna siku moja nikutana na mlevi mmoja akaniambia, unafikiri mimi mchungaji napenda kunywa? Nikamwambia inakuwaje? Akasema mimi nikiwa na 10,000 inanitesa, isipoisha yani sitalala. Kwa hiyo ninaiondoa haraka ili nilale usingizi. Si ndio jamani? Akiondoa anapata usingizi. Na hapa nasema moja, aliangalia namna gani unawajibika. Jambo la pili, aliangalia uaminifu. Naweza kuwajibika sana lakini uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kapita nyumba ukifanya uinjilisti sana lakini ili unywe chai. Uaminifu. Jambo la tatu anasema aliangalia matumizi sahihi ya kile ambacho Mungu anakukabidhi ama anatukabidhi. Matumizi sahihi ya kile ambacho Mungu ametukabidhi ama anakukabidhi. Kwa hiyo mambo matatu aliangalia. Kile ambacho Mungu alichotupa au anachokupa, unapaswa kujua kwamba si kwa bahati mbaya. Mungu anapokupa wewe kuwa mwinjilisti si kwa bahati mbaya. Usitamani kuwa mchungaji kama hujaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama amekupa nafasi ya kuwa parishweka, tumia nafasi hiyo vizuri. Akikupa nafasi ya kuwa mwimbaji wa kwaya, tumia nafasi hiyo vizuri. Usijaribiwe kuja kukaa huku mbele. Bwana Yesu asifiwe. Anasema si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu anatujua. Mungu anatujua. Lakini kama tungezungumza ile somo la karama mbalimbali ambazo tumepewa na Mungu, Paulo anasema kila moja imepewa ili isaidie karama nyingine. Huyu akiimba sauti ya kwanza apate wa sauti ya pili atakayepokea, na tatu na ya nne. Karama zile zinasaidiana. Hakuna wainjilisti pasipo wachungaji, na wala hakuna wachungaji pasipo wainjilisti na parishweka. Tunasaidiana, tuna interact. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila mmoja akasimama kwenye nafasi yake vizuri, na akajua Mungu amemweka si kwa bahati mbaya. Ataitumia nafasi hiyo vizuri, na wala uhitaji kujilinganisha na wengine, kwani kila mmoja ana kipimo chake. Kuna mahali niliwaambia watu, msiwadharau sana watu wafupi. Watu wafupi ni baraka kwetu sisi tulio warefu, kwa sababu tusingejua huku duniani kuna watu wafupi kama tusingekuwa warefu. Na warefu walijua kuna watu wafupi baada ya kuwaona. Kwa hiyo ukimchukulia mtu jinsi alivyo, atakufaa. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliokuwa wakati wa Zakayo alikuwa mfupi, nyinyi mnafahamu, na walikuwepo watu wengi, na wengine wanao pengine walikuwa wanatafuta kumuona Yesu, lakini wamuoneje na pamoja na urefu wao na ufupi wao. Lakini akili ya Zakayo iliyomwambia panda kwenye mkuyu ikasimamisha msafara wa Yesu, na watu wakamuona kwa karibu. Wakiangalia mtu mfupi, kumbe wanamuona Yesu zaidi kuliko mtu mfupi. Kwa hiyo watu wafupi, ongereni sana. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mwapigii makofi watu wafupi jamani? Lakini washukuruni pia watu warefu, maana mngebakia wafupi tu, nani angewaonyesha vile vilivyoko juu? Kwa hiyo mtupigie makofi na sisi. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Warumi mlango wa 12, wasomaji wanafahamu, zimeelezwa karama mbalimbali pale. Hatuhitaji kusoma kila mahali, lakini tunaambiwa
Roho ni yule yule anayetoa, lakini kila mtu kwa kadri ya nini? Wale wataimba kwaya, wengine watapiga vyombo. Hawawezi kupiga vyombo wote, kuna mmoja atapiga, wengine wataimba. Kwenye tarumbeta kuna watakao piga tarumbeta, wengine tutapokea hizo sauti. Kila mmoja amepewa talanta inayotofautiana na talanta ya mwingine. Talanta ilikuwa ni zaidi ya fedha kwa muktadha wa kibibilia, maana ilikuwa ni kipimo cha kiroho zaidi. Yaani talanta haikuwa kutafuta fedha zaidi na kuleta faida, umezalisha ngapi zaidi, lakini ilikuwa ni kipimo cha kiroho zaidi. Sio nikisema tunaelewana wa theolojia, sio? Yaani ile talanta ilipima zaidi rohoni kwamba huyu mtu mwaminifu kiasi gani. Kuna watu wanakopa alafu hawarudishi, na hao ndio wanaotufanya tusiweze kukopa tena, kwa sababu kinachotazama si kumpa hela au kiasi cha fedha anazochukua. Kinachotazama uaminifu katika kurudisha na kutunza patano hili. Hivi unafikirije anapopigia mchungaji simu, halo mwinjilisti, uko wapi? Niko mtaani baba mchungaji, kumbe uko himu. Bwana useme amen. Maana anasema uaminifu. Mungu ametupa talanta nyingi za tofauti kabisa. Wakati mwingine talanta hizi zimeitwa pia ni vipawa. Soma kwenye mafafanuzi, anasema talanta hizi zimeitwa vipawa kwa sababu kuna ambao wamepewa talanta ya kuhubiri. Ashukuriwe Mungu ametuletea kwaya wanaume. Tulikuwa tujui kama wanaume tunajua kuimba. Tulifikiri kazi yetu kukoroma tu, lakini wanaume wanaimba vizuri kupita maelezo. Hakuna mtu aliyejua mimi nilipozaliwa nilijua sauti ya kwanza ni ya wanawake. Kumbe kuna wenye suruale wanajua ya kwanza. Sikujua. Bwana Yesu asifiwe. Maana hatukuwahi kuona kwaya wanaume watupu na wanawake watupu, tuliona hizo. Lakini mambo yamebadilika. Tuna kwaya bali na wanaume sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 4. Bwana Yesu asifiwe. Na kwaya wanawake kuna ambao ni mke wako lakini anaimba ya 4. Kwa hiyo sio kafiri mke wako anaimba ya kwanza tu, anajua ya 4. Sijamuuliza mke wangu anaimba ipi, nafikiri ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini anachozungumza hapa nasema hizi talanta zinatafsiriwa kama vipawa ambavyo Mungu ametupa: kuhubiri, kuimba, kufundisha na hata kuongoza. Napochagua kiongozi alafu kuona maendeleo, msimlaumu, ni nyinyi mlikosea kumchagua. Bwana Yesu asifiwe. Swali la kujiuliza hapa na ambalo ningependa tujiulize, je, unachokifanya ni kile Mungu alichokupa? Kuna watoto wazuri kwenye kwaya hawaimbi tena, wamefukia mbegu nzuri ambayo Mungu aliowapa. Kuna wainjilisti walistaafu, wanaitwa wainjilisti wa staafu na perishworkers wa staafu. Yaani hata Biblia haionagi tena. Anafikiri akisha staafu ndio kwenda kuota moto na wajukuu. Naomba sana wachungaji mlioko hapa tuwatumie hawa watu vizuri. Tunajitahidi kuwatumia wachungaji sana, maana hakuna mtu ambaye hata staafu. Na hiyo mbaya ni wakati unapasi nguo Jumamosi, kumbe ulishastaafu. Ukumbuki kesho sio wewe unaongoza ibada. Na ukikaa kule nyuma siku za kwanza unapata shida kwa sababu unataka kusahihisha kila kitu. Hata tukigeuka hivi unasema kwa nini kugeukia huko? Ukiwa mstaafu. Maana naona wastaafu wengi hawatumiki tena. Angalau wachungaji, lakini wainjilisti
na Pershweka. Ni kama na wao hawataki kutumia nafasi hiyo. Sasa mwinjilisti Mrema unastaafu, usiende kuota moto na wajukuu. Wawashie moto, wende na kanisani, mradi wasiungue. Wende kanisani. Maana talanta hizi tulizopewa, maana anasema tunaulizwa, je, ndicho hicho tunachokifanya? Mchungaji akiomba huduma, natoa uzuru. Mimi ni mstaafu. Basi naona kuna sababu ya kukutumia kwa sababu wewe ni mstaafu. Lakini kwa kweli tunapowatumia, ninafurahi mara nyingi mkuu wa jimbo mstaafu tunapomuomba huduma, kama hana chochote yuko tayari, tunamtuma anakwenda anafanya. Ana yale mavazi yake anafanya. Sasa mimi ninachotaka kuwaomba wainjilisti na Pershweka mlioko hapa, mfahamu Waswahili walisema kuvunjika kwa koleo sio nini? Sio mwisho wa nini? Chukueni hata hilo. Ona mlifaulia mtihani. Sio mwisho wa ugunzi. Mmevunjika, nenda kauge, endelea na kazi. Na ninasema hivyo kwa sababu ninaona hiyo tendency ambayo wengi wanarudi nyumbani, talanta zile walizopewa, yani hawakumbuki tena. Niwaombe sana, na hasa mwinjilisti Mrema ambaye unastaafu, Mungu akutumie vizuri kwenye vile vipawa alivyokupa, na usharika ukufaidi. Mimi umeleta kwaya nyingi hapa. Wanataka kuona mtu aliyestaafu lakini anatumika. Kuna mahali tulienda kwenye ibada tukavaa na mwinjilisti mmoja. Yaani hiyo kanzu, hata free alikula mmoja akatema. Yaani hajui tena chapasi, hajui chochote. You should appear smart as you are. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kanzu haioni. Na mama mwinjilisti yupo. Hajui kama kuna kanzu ya mume. Sasa ndugu zangu, ninachotaka kusema hapa, uaminifu unaleta baraka kubwa. Wale waliopewa talanta, waliopewa talanta zao vizuri na wakazalisha, walileta faida na waliambiwa vema. Hata shuleni ukiandikiwa vema, ulikuwa unaonyesha darasa zima, leo na vema. Na huyo anaambiwa vema, tena anaambiwa vema, mtumishi mwema na mwaminifu. Hakufukia talanta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Vema, mtumishi mwema na mwaminifu. Mambo haya kwamba alikuwa mtumishi mwema na mwaminifu. Hapa Mungu hakupima ukubwa wa kile alichokupa. Hakupima ukubwa wa kile alichopewa na kile alicholeta, bali alitazama uaminifu. Kabisa. Unaweza kuwa na vitu vingi lakini vikanyanyasika. Haina tofauti na mtu ameenda kwenye buffet akapakua vitu vingi alafu vikamshinda kula. Akaanza kuombea nikupe nyama. Na yeye aliona wewe alikuwa pale mezani. Kwa hiyo na wa discipline kwenye buffet pakua unachoweza. Maana kama unapakua alafu wengine wanakosa, alafu umechukua vingi, alafu unaombea jirani nikupe nyama, kwani ya kuiona? Nimewaambia hivyo kwa sababu muda mfupi tutaenda kwenye buffet. Pakua unachoweza. Usije ukaingia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mtumwa mwema anasema vema, ulikuwa mwaminifu.
hapimi ukubwa wa kile ulichopewa na ulicholeta, bali anatazama uaminifu. Jimbo halitazami upo wapi, bali linatazama unafanya nini. Ngoja nirudie. Jimbo haliangalii nilikupanga wapi, linaangalia unafanya nini hapo. Kwa hiyo ukienda Rongai nako na Mungu yuko huko na kuna kanisa na watu, lakini unafanya nini hapo? Tunaweza tukakupanga kasetu la jimbo kama hii, na Letaro nisikie, sio tunakuuliza unafanya nini hapa, what are you doing? Ukiolewa sio kuitwa mke wa mtu fulani, unafanya nini huko kwake? Hebu shike jirani yako mkono, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Hawa kumbele ndio wameelewa. Tunadhani nini hamjaelewa anachosema. Kwa hiyo sisi hatuangalii. Sisi tunachosema mradi kanisa hili ni la Mungu, sharika zote ni za Mungu, mitaa yote ni ya Mungu, yoyote anaweza kwenda huko. Hakuna watu specific kwamba wao watakaa misioni tu, watakaa mjini tu. Tunachosema unafanya nini pale, ndicho tutakachokiangalia, ndicho kipimo chako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wako watumishi wameacha kuangalia talanta yao, wakabaki kuangalia talanta za wengine. Sasa ungelinipa usharika wa pale hivi, wakati tumekupa tu Makuyuni imekushinda. Alafu natamani hivi. Sio jamani? Yaani kuna watu ambao wanaangalia watu wamejitahidi kutengeneza talanta zao. Ukiangalia mazingira hapa yanapendeza. Sio jamani? Yanapendeza. Lakini wachungaji msitamani kuja hapa. Katengenezeni kwenu. Wainjilisti msitamani kuja hapa. Katengenezeni kwenu. Maana kila mmoja akaja hapa palipotengenezwa, huko kwingine nani atatengeneza? Kwa hiyo mimi ningesema badala, maana anasema wameacha kuangalia talanta zao, wanabaki kuangalia talanta za wengine, na huko ndiko wivu unatokea mbaya. Tengeneza pale kwako, patapendeza tu. Kupita msharika tunabarikiwa, unaziona zilivyokaa vizuri, kenda ofisi ya mjilisi nzuri, pashweka ni nzuri, tengeneza pale kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Neno la kwamba laiti ningepewa usharika fulani wakati usharika uliopo umekushinda, usiombe. Katika somo hili tunapaswa kujua kuwa uaminifu kidogo unazaa uaminifu mkubwa. Uaminifu kidogo unazaa nini? Uaminifu mkubwa. Lakini hofu na uvivu ni adui wa mafanikio ya kiroho. Hofu na uvivu. Juzi alikuwa anatufundisha mtu mmoja, anasema mchungaji mmoja alikuwa anamaliza pale Makumira. Alafu sisi wa Dar Kaskazini tunapokea barua, yaani umesharudi nyumbani umekata wiki ndio unajua ulipangwa wapi. Lakini wenzetu walikuwa wanapokea barua pale Makumira mkiwepo tu, akija bwenini anakuambia wewe unaenda wapi? Unataka sielewi. Anakuambia mimi ninakwenda usharika fulani. Sasa huyu alikuwa kusini huko. Alipopokea barua akajua usharika anaokwenda. Na akaona ule usharika una miti mingi. Na ile eneo lina miti mingi, watu wamepanda miti mingi.
akaagiza chenso. Huyo ni mchungaji, si ndio jamani? Akaagiza chenso. Alafu akiwa pale pale chuoni, wakati chenso imekuja amenunua kwa gharama kubwa, akiwa pale kabla hajaondoka, mahafali haijatokea, akapata barua ya pili inayomwambia hutakwenda tena ule usharika, utaenda usharika mwingine. Aliporudi watu akamwona, mbona kanyong'onyea, naumwa? Kamuza, vipi mpendwa, mbona una amani tena? Na barua nyinyi mnayo, sisi hatujapata. Akamwambia, wewe ndio hili kanisa. Hili kanisa sio mwenzako. Walinipa barua, kanua chenso, wamepeleka usharika ambao hauna mti hata mmoja. Kwa hiyo wainjilisti, lioneni hili kanisa. Linaweza kupeleka Rongai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hili kanisa. Na sijui kwa nini barua zote za kuhama ni kaki. Sisi tulete nyeupe. Hadi hazijawahi kuwa nyeupe. Tena siku hizi unajicommit yourself. Una sign kwenye dispatch. Kwa nidhamu kubwa nilio nayo kama mjilisi na pashweka, napokea barua hii, ni report. Pressure ipande sawa, lakini report andika kwenye dispatch. Ndio utumishi tulioitiwa.